Funge kwa kuuliza sasa. Bwana Mtume sallallahu mpaka anaondoka, vyombo vya mawasiliano havikuwa vikubwa kama vya kwetu. Maswahaba mpaka wanaondoka, tabiina mpaka wanaondoka, tabiina mpaka wanaondoka. Kwa tafsiri fupi kabisa ambayo haina mjadala, ni kwamba walifunga kwa kutofautiana. Swali, sunna ya Mtume aliyoiacha mpaka anakufa ni ipi? Ni dunia kufunga siku moja wote pamoja, au ni dunia kutofautiana? Kwa sababu ukisema walifunga pamoja dunia nzima, itabidi uulizwe waliwasiliana vipi. Kama unakubali kwamba walifunga kwa kuachana, huko wamefunga kivyao, wale kivyao, wale kivyao, sunna ya Mtume ni kuwaacha watu wafunge tofauti. Hiyo ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika hili Answaru Sunna ni sisi. Katika hili sisi ndio tunanusuru sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si hapa twafunga, na Sheikh wa Saudi Arabia asema Saudi Arabia wanaswali Idi, Pakistan wanafunga. Hii ndio sunna aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukimsikia mtu anasema kasoma na ana vyeti, halafu ataka watu dunia nzima wafunge siku moja, ana khalifu sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu wa aina hiyo, yeye ana vyeti, wewe huna cheti, muelimishe. Mwambie bwana, elimu haizingatii vyeti. Ingawa mwenzangu una vyeti, lakini je, wakati Mtume anaondoka walikuwa watu wafunga pamoja? Wakati masahaba wanaondoka walifunga pamoja? Je, sunna aliyoacha Mtume ni ipi? Ni watu kutofautiana? Basi tuihuishe sunna hii. Mbona wataka watu wote wafunge pamoja? Una khalifu sunna, utakuwa mtu wa bid'a wewe. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie yale ya kheri yote tuyafate, na yale ya shari tuyaepuke. Lakini niwape hadithi moja alafu mkaifanyia kazi. Na nasema Kiswahili tu. Kwa kila ukimwona mtu wa mwezi wa kimataifa mwambie chukua hii hadithi nisaidie, nafanyaje? Sisi Waislamu tuna khusufu. Khusufu ni swala ya kupatwa mwezi. Tuna kusufu, swala ya kupatwa jua. Sawa sawa? Sasa Bwana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hili jua na mwezi ni alama katika alama za uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hili jua na mwezi. Jua na mwezi havishikwi kwa sababu eti mtu kafa au fulani kazaliwa. Hapana, ni mpango tu wa Mungu. Ikitokezea nyie mmeona kwamba jua limeshikwa au mwezi umeshikwa, kabirini na swalini. Kabirini na swalini. Sasa basi mwambie Answaru Sunna hivi, mwezi umeshikwa hapa Tanzania ni usiku, lakini magharibi ni mchana, na ni Marekani ni mchana, kwao jua lawaka. Je, naweza mimi kumwambia mtu wa Marekani ambaye ni mchana swala ya kushikwa mwezi? Kwa sababu mwezi ni mmoja hivyo. Wajua dunia mwezi ni mmoja, sio miwili. Kwa sasa nimpigie simu, bwana habari gani huko? Saa ngapi? Sema saa 7 swali ya dhuhuri. Hapana, mkimaliza hapo mswali swala ya kushikwa mwezi. Mwezi umeshikwa huku. Na hadithi ya Mtume ni amu, hiyo kabiru waswalu ni kama sumu. Atakwambia wewe huko lazima ukabiri na uswali kwa sababu kwako wewe khusufi ipo, kwangu mimi khusufi haipo. Ukiniambia ni swala ya kushikwa mwezi wakati mwezi haujashikwa, nitachekwa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa. Lakini la mwisho nimsaidie, swala zetu hizi zinaendeshwa kwa jua, haziendeshwi kwa saa. Narudia, swala zetu hizi zinaendeshwa kwa jua, haziendeshwi kwa saa. Na ndio maana huyo anayesema sanjari hutokezea wenzio waswali magharibi kule, yeye magharibi bado. Ingawa akiangalia saa Saudi Arabia 12 dakika 5, wenzio waswali magharibi, yeye huku magharibi bado. Kwa sababu ile swala haiendeshwi kwa saa, inaendeshwa kwa jua. Ndio maana hii swala ni kitu mustahdatha cha hivi karibuni tu. Matumizi hasa ni jua. Ndio maana hata bwana mkubwa mle kwenye safina, adhuhuri inaingia hivi, alasiri inaingia hivi. Hakwambia adhuhuri saa 8, hakwambia adhuhuri saa 8. Ukibeba kile kitabu ukaenda nchi kama vile Uingereza, ambao hutokezea baadhi ya siku za baridi na joto, yale masaa na kuzama kwa jua na kuachana kuna kuwa tatizo kubwa. Ukitumia kile utashindwa. Kwa wajibu wetu huyu ni kumuelimisha, kumwambia unachofanya hakiwasaidii Waislamu, kwamba na pia akiona kwamba mimi nawaambia sanjari maana yake tarehe iwe moja, mchukue huyo
kisha mchukue Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen aliyemwambia mtu aliyeko Pakistani kwamba wewe endelea kufunga huko Pakistani, upo katika mji ambao mwezi haujaonekana, ingawa hapa Saudi Arabia ni Idi. Kwa hiyo hakutakiwa mtu kuiambia dunia iwe pamoja, hapana, atakuwa na hukumu vitu pasina msingi wa kisheria. Kwa ndugu zangu ni